Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na asubuhi ya leo tuna maombi prayer point 2 ambazo zinatoka katika kitabu cha Daniel sura ya 6. Nitasoma kuanzia ule mstari wa 1 hadi mstari wa 3, alafu baadaye nitaenda mstari wa 20. Hapo tutapata prayer point ya pili. Prayer point ya kwanza tunaipata hapa. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Daniel sura ya 6 mstari kuanzia wa 1. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Daniel alikuwa mmoja wao, ili waliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Daniel huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Nataka tupate prayer point moja hapo, kwamba tunaona katika maliwali 120, halafu tunaona juu yao kulikuwa kuna wakubwa. Sasa katikati ya hawa wakubwa, Danieli na yeye alikuwa miongoni mwa wale wakubwa. Maandiko yanaeleza ya kwamba katika maliwali 120 anaeleza kwamba kulikuwa kuna wakubwa watatu, na kati ya hao wakubwa 3 Daniel alikuwa ni mmoja wapo. Sasa Daniel alipata sifa kubwa sana kwa mfalme. Biblia inaeleza kwamba mfalme akataka kumpa nafasi ya juu zaidi kuliko wote. Lakini kinachomfanya mfalme ampe nafasi kubwa kuliko wote, Biblia inaeleza hapa kwamba kulikuwa kuna kitu kiko ndani ya Daniel, na hiyo inatambulishwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Roho bora ilikuwa ndani yake. Ule roho bora ilimtofautisha Danieli na wale wakubwa 3. Kati ya wale wakubwa 3 ambaye na yeye ni mmoja wapo, ile roho ya ubora ilimfanya aonekane wa tofauti. Sasa tunaona kumbe kinachomfanya mtu aonekane wa tofauti, haijalishi mahali ulipo, ni roho bora iliyo ndani ya mtu. Mungu anaweka roho ya ubora ambayo itakutofautisha wewe na watu wengine. Mimi sijui unafanya biashara, ama sijui umeajiliwa, ama uko katika mahusiano. Kuna roho bora ambayo itaonekana kwa watu juu yako. Ikikaa ndani yako itaonekana. Yani unaweza ukasema mbona mimi sipati kibali kazini? Kama ile roho ya ubora isipoonekana kwako, kazini huwezi pata kibali. Kama roho ya ubora isipoonekana kwenye biashara yako, unaweza ukadhani ya kwamba unafanya vizuri, lakini kumbe kuna level huwezi kuzifikia mpaka ile roho ya ubora ionekane ndani yako. Na unaweza ukasema mbona mimi siowi, mbona mimi siolewi? Yani kama roho ya ubora haijaonekana ndani yako, hakuna atakayepata mvuto wa kukuoa, ama wewe hautapata mvuto wa kwenda kuolewa. Yani kuna namna ambayo inatakiwa ile roho ya ubora itangulie kwa watu naofanya nao kazi. Kama vile Daniel, wale watu waliokuwa wakifanya nao kazi, roho ya ubora ilionekana. Kwa hiyo inamaanisha huyu Daniel alipata kibali kwa mfalme Dario kwa ajili ya ile roho ya ubora iliyo ndani yake. Hiyo ni prayer point ya kwanza. Tutaenda kumsihi Mungu atupe roho ya ubora katika maisha yetu. Angalia, hii roho ikiingia ndani yako, hauwezi kuwa wa kawaida.
Hii roho ya ubora ikiingia ndani yako, huwa inakufanya kila unachokifanya kinaonekana bora, halafu unapata kibali kuliko wengine. Ni prayer point yetu ya kwanza. Ninamsihi Bwana akupe roho ya ubora kwenye kila kona, kwenye kila jambo unalolifanya. Bwana akupe roho ya ubora kwa jina la Yesu. Ile roho iliyomuingia Daniel, ile roho iliyokuwa kwa Daniel na kumpa ubora katikati ya wale maliwali wote, ile roho ya ubora iliyoingia kwa Daniel ikampa kibali katikati ya wale wakubwa watatu ambaye naye alikuwemo. Ile roho iliyompa kibali kwa mfalme ikawe kwako kwa jina la Yesu. Kwenye kila kona ya maisha yako, kwenye kila jambo unalolifanya, ile roho ya ubora ikawafanye watu wajisikie kukufanyia yaliyo mema. Ile roho ya ubora ikakuunganishe na watu wakubwa. Ile roho ya ubora ikakupe kibali machoni pa watu. Roho ya ubora iliyokuwa ndani ya Danieli iwe ndani yako leo. Nitaenda kuomba. Lakini prayer point yetu ya pili, tunaona Daniel, ukisoma hapo kuendelea, kuna kisa wale wenzake walimfanyia, wakatengeneza utaratibu ambao walijua Daniel hataweza kuufanya, kwamba asiabudiwe Mungu mwingine ila Dario. Yani watu wote wamsujudie Dario, watu wote wasifanye ibada ila mbele ya Dario, watu wote wasimtaje Mungu wao, wamtaje Dario. Kitu hicho kilikuwa kigumu sana. Ile tu wamemaliza kuweka huo utaratibu, Biblia inasema Daniel alienda kwenye chumba chake kilichoikabili Yerusalemu, akaanza kuliitia jina la Mungu wa majeshi. Na alipoanza kuliitia jina la Mungu wa majeshi, wakaenda kumshtaki. Sheria iliwekwa ya kwamba kila atakaye kaidi, atakaye goma kulisujudia ama kulitaja jina la Dario kwa mbadala wa maombi ya mtu awaye yoyote, inabidi amtaje Dario, ndio atajwe kama mfalme, atajwe katika maombi yao. Hilo walijua kabisa, na liliposhindikana waliweka tu utaratibu ya kwamba ambaye atashindwa atatumbukizwa kwenye tundu la simba, mahali ambapo simba wamechochewa njaa, halafu anapelekwa huyo mtu, anatupwa mle. Kwa hiyo Daniel alivyogoma kabisa, ikabidi adhabu yake iwe ni yeye kuchukuliwa na kutupwa kwenye lile tundu la simba. Na ikawa hivyo, akachukuliwa akatupwa kwenye tundu la simba. Hapo inapatikana prayer point yetu ya pili. Nataka nisome mstari kuanzia wa 19. Biblia inasema hivi: asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba. Naye alipokaribia lile tundu, akamlilia Daniel kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia, Daniel, Daniel, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Ndipo Daniel akamwambia mfalme, mfalme, uishi milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makanwa ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia, tena mbele zako, mfalme, sikuwa na neno. Angalia neno la simba kushikiliwa makano yao, kwamba malaika alishuka akamshikilia. Kumbuka, ametupwa katikati ya uharibifu, lakini malaika ameshuka na kuyashikilia makano ya vinywa vyao, kwamba wasiweze kumwangamiza ama kumdhuru Daniel. Lakini yupo katikati ya simba. Nataka niongee na yule mtu ambaye yupo katikati ya wabaya ambao wapo tayari kumharibu na wana uwezo wa kumharibu. Tunafanya biashara katikati ya wachawi wanaoweza kutuharibu. Tunafanya kazi katikati ya watu wabaya wanaoweza kutuharibu. Tupo kwenye familia, kwenye mitaa ambayo ndani ya ile mitaa kuna watu wabaya ambao wanaweza akafanya uharibifu. Lakini angalia, ninakusii na msii Mungu yule malaika ambaye maandiko yanasema hivi ya kwamba
Mungu wangu alimtuma malaika wake, naye akayafumba makanwa ya simba. Mungu akamshushe malaika yule yule kwako asubuhi ya leo, akayakamate na kuyashikilia makanwa ya wabaya na watesi waliokuzunguka, unaowajua na usiowajua. Makanwa ya simba yalishikiliwa na yule malaika, na Bwana akawashikilie kila mipango ya nguvu za giza, kila mipango ya wabaya, kila mipango iliyowekwa mbele yako. Wote walioiweka ile mipango wakashikiliwe na yule malaika, wasipate nafasi ya kukuharibu, wasipate nafasi ya kukuumiza, wasipate nafasi ya kukuharibu katika biashara yako ama ndoa yako, wasipate nafasi ya kukugusa. Yule malaika yule yule akashuke leo katika jina la Yesu. Nataka twende tukaombe sasa katika prayer point zetu hizo mbili. Ile roho ya ubora iwe pamoja na wewe siku ya leo, na kila mahali penye uharibifu yule malaika ashuke akayashike makanwa ya vinywa vya waharibifu, ya mikono ya waharibifu, washindwe kuleta uharibifu wao wote kwako kwa jina la Yesu. Nataka tuende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe uliyetupa prayer point hizi mbili asubuhi ya leo, ninakuja mbele zako nikikushukuru sana. Mungu liye hai, ninajua mtoto wako anayenisikia wakati huu kuna mambo anayafanya, kuna mahali anaishi, kuna mahali anafanya vitu vyake mbalimbali, kuna mahali ameolewa. Mungu liye hai, au ameoa. Mungu liye hai, ninaomba roho ya ubora iliyokuwa ndani ya Danieli iwe ndani ya mtoto wako huyu, ikajidhihirisha kazini kwake, ikajidhihirisha kwenye biashara zake, ikajidhihirisha kwenye ndoa zake, Mungu kwenye ndoa yake. Mungu liye hai, ninaomba neema hiyo ikadhihirike kwa mtoto wako anayenisikia kwa jina la Yesu. Na wewe unayenisikia, pokea roho ya ubora iliyokuwa ndani ya Danieli ikawa ndani yako kwa jina la Yesu. Ile roho ya ubora itakao kutofautisha wewe na watu wengine kwa jina la Yesu. Ile roho ya ubora itakao kupa kibali wewe zaidi kuliko watu wengine kwa jina la Yesu. Ile roho ya ubora iliyokuwa ndani ya Danieli iliyompa kibali mbele ya maliwali na mbele ya wale watu wawili watatu ambao na yeye alikuwa mojawapo, na mbele ya mfalme Dario, ile roho ya ubora ikawe kwako leo katika jina la Yesu. Pokea roho ya ubora, pokea roho ya ubora, pokea roho ya ubora uingiapo na utokapo. Roho ya ubora ikawe kwako katika jina la Yesu. Ile roho ya ubora ikakupe heshima, ile roho ya ubora ikakupe neema na kibali. Roho ya ubora iende na wewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba nakushukuru kwa neema izidio sana. Asante kwa maana mtoto wako huyu kuna mahali alishindwa, kuna mahali alidharauliwa, kuna mahali alikosa kibali, kuna biashara ziligoma, kuna kazi alibaki pale pale. Mungu aliye hai, ninatangaza kuanzia leo, roho ya ubora inapoenda kuambatana nao, roho ya ubora hiyo ikakuinue, roho ya ubora ikakupe kibali, roho ya ubora ikakutambulishe, roho ya ubora ikakupe neema machoni pa watu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, na yale makanwa ya simba yaliyozuiliwa na yule malaika, hata Danieli hakuweza kudhurika. Malaika yule yule aliyeshuka na shikilia makano ya simba, malaika yule yule ashuke sasa kwako katika jina la Yesu, akayashikilia yote mabaya yaliyotaka kutokea kwako, yaliyosetiwa kwako, yakabatilike kwa jina la Yesu katika damu ya mwana kondoo. Malaika yule yule akashuke na kushikilia uharibifu wote na kutupa mbali ya maisha yako kwa jina la Yesu. Malaika yule yule akashuke na kukuokoa siku ya leo katika jina la Yesu dhidi ya wabaya na watesi, akashuke leo kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa maana unaenda kukombolewa. Asante Mungu aliye hai, mtoto wako anaenda kukombolewa. Asante Mungu aliye hai, maana nguvu zako zinashuka. Asante kwa maana nguvu zako zinamshukia anayenisikia wakati huu.
Roho Bwana, kukawe na nuru isiyo ya kawaida na nguvu isiyo ya kawaida kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa mafuta mabichi uliyoachilia. Asante kwa nguvu ya ajabu uliyoachilia kwa watoto wako asubuhi ya leo. Baba, ninaomba mafuta haya na nguvu hii ikaambatane nao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Mungu wangu akuinue sana. Basi utashika sadaka yako kwa ajili ya prayer point zetu 2 ambazo Mungu ametupa leo. Prayer point hizi zina nguvu ya kubadili maisha yako. Roho ya ubora itakapoingia ndani yako siku ya leo, itayageuza maisha yako kabisa. Mungu akupe neema. Natangaza baraka kwako katika jina la Yesu Kristo. Basi tuachilia sadaka yako kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.